guys, I hope you are all good. Sasa leo tunataka kuuliza Eunice Lema 6 questions so that we get to know her. Here goes, Eunice. Yes, I'm here to answer any question. Okay. Are you ready? Yes, of course I'm ready. Okay. Ulikuwa mtoto aina gani? Nikiwa mdogo, nilikuwa mtoto mtiifu, lakini nilikuwa napenda vita sana na mabrother zangu. Tulikuwa tunashinda tukipigana. Oh, okay. Karakta yako ilikuwa gani kama mtoto? Were you like very playful? Were you ulikuwa introvert? Ulikuwa mtoto? Yaani karakta yako kama mtoto ilikuwa gani? Karakta yangu nikiwa mdogo, nilikuwa napenda kucheza sana. Maana hata nikiachiwa kazi, kama nimeambiwa nioshe vyombo na mamangu, sikuwa naweza kuosha vyombo. Nilikuwa nacheza. Lakini nikingoja kama mama yangu for example ameenda soko. Akirudi nina time kitu kama ninaona ako karibu kurudi ndio naenda kuosha vyombo. So mara nyingi sana nilikuwa nakutwa kama sijamaliza kazi ya nyumba na chapwa. Oh, okay. Yes. Oh, nice. Ulikuwa unataka kuwa nini ukiwa mtoto? Nilikuwa napenda kuwa daktari. Na sio daktari, nilikuwa napenda kuwa nurse. Kwa sababu tukienda hospitali kama tuko wachache, tulikuwa tunaona watu wanahudumiwa vizuri na manasi. Naona hiyo kazi wanaichukua kama passion. So mimi nilikuwa nasema siku ile nitakuwa tu mkubwa, nitakuwa nurse. What changed? Like what changed later? Did you realize it wasn't your thing? Like your path was different? Uliona kwa nini uliona ubadilishe ukue mtu mwingine, ama ni vile tu vile watoto wanasemanga nataka kuwa engineer, nataka kuwa pilot, lakini ukiwa mkubwa unaona maybe ulikuwa ufuatie mkondo mwingine? What made you change? Okay, unajua mtu akiwa mdogo, kuna watu wanasemanga nataka kuwa pilot, nataka kuwa mwalimu, nataka kuwa driver. Lakini ukifika uwe mkubwa, unjijua wewe mwenyewe, una change passion. Wow, I like that. After ukiwa mkubwa unajielewa. Unajua ukiwa mdogo unajielewi. Lakini ukiwa mkubwa unajielewa, then kutoka hapo unajua career yako ni gani. Oh, okay. Yes. Wazazi wako walikuwa watu aina gani? Wazazi wangu walikuwa watu wazuri sana. Though baba yangu alikufa tukiwa wandogo. But naweza sema mama yangu ametulia vizuri, mama yangu alikuwa mzuri, maana mama yangu ametupeleka kanisa, alikuwa mtu wa church, alikuwa mtu wa kutuambia tusikufe moyo despite na tumetoka background iko chini sana. So ninaweza sema wazazi wangu walikuwa perfect. Walikuwa perfect. Between your father, because you also spent some time with your father before he passed away, between your father and your mother, nani alikuwa ni kama simba, nani alikuwa mkali, nani alikuwa the disciplinary in the home? My mother. Your mother? Yes. Okay. Do you remember the characters of your father? Like alikuwa mtu aina gani before afariki? Of course I remember it very well. Okay. Baba yangu alikuwa mtu ambaye sisi tukikosa, baba yetu alikuwa anasaiti na sisi. Baba yetu hakupenda mtoto yetu achapwe. Mama yangu akituchapa walikuwa wanakosana kila wakati na baba yangu. Cause baba yangu alikuwa ametupenda sana. Baba yangu alikuwa anasema watoto hawasikiangi juu ya kuchapwa, lakini watoto husikia juu ya kuambiwa. Okay. So baba yangu hakukuanga anapenda sisi tukichapwa. Kuwadekeza. Yes, that is the word. Nice. Tuambie nini inakupa motisha kwa maisha? Okay, ninaweza sema hivi, kila niamkapo asubuhi, nikinjua mimi ndio najilipia bills zangu. Ninajipa kuendelea. Ninaamka, najituma, maana nisipojituma nitatumiwa na nitatumika. Lakini ni nini haswa, like what makes you like you want to wake up every day to do something about your life? Kuna ile kitu like apart from having bills to pay and to go and work for the bills to be paid, what else makes you feel like I have a reason to wake up today and go work so that I can continue living this life? Ni nini inakufanyanga uamke kila siku?
unajua hii maisha tunaishi, huwezi sema utakaa kwa nyumba alafu maisha usonge mbele. Ni lazima uamke na utafute. Kwa sababu usipojituma na usipojitafutia, mimi personally I pay for my bills. So kama ni mimi najilipia bills, ni lazima niamke asubuhi na nipate kujituma na kuendelea mbele. So tuseme tu like hali ya maisha tu inakupatia motisha ya kuamka. Hali ya maisha inanipatia motisha. Okay. Yes. Nani anakuwa tangu kuwe mtoto, nani alikuwa musical inspiration kwa maisha yako? Ule mtu mwenye ulikuwa unaona jamani, nataka kuwa mtu kama huyu, nataka hata sitaki kuwa kama yeye, lakini nataka kufika mahali huyo mtu amefika. Nani alikuwa musical inspiration kwa maisha yako? Wacha niseme niko na watu wawili watatu ambao walikuwa wanaimba vizuri, hata wale wanaimba vizuri. Na walikuwa wanaimba that time, watu walikuwa wanaimba tu kwa radio, hakukuanga technology kama za siku hizi. Hakukuanga YouTube, hakukuwa hata TV, hata radio. Which year was that? Wakati niliimba. Wakati ulianza. 2002. Okay. Yes. So the technology wasn't advanced like today. Yes. Okay. So watu tulikuwa tunawasikia kwa radio. Na sio kwa radio tu, ilikuwa tu ni kama vipindi za gospel. So ukikosa that time, kama ni saa 5 ukose kusikiliza, imeisha hivyo. For example, wacha niseme ya kwamba kuna watu nilipenda sana nyimbo zao mpaka wa leo. Huwa wananibariki sana na wanabariki maisha yangu. Kuna wimbo ambao uliimbwa na Kasanga na mke wake, unaitwa Moyo wa Mwanadamu. Huo wimbo ulikuwa unaimbwa hata leo ukiimbwa. Hiyo wimbo ikiimbwa mahali inakaa kama ndio imetoka studio leo. So it's timeless. It's timeless. Yes. So nilipenda huo wimbo. Then kuna mwingine alikuwa anaitwa Festus Mwini Kimweo. Alikuwa anaimba vizuri sana. Na mpaka wa leo ninapenda nyimbo zake sana. Watu kama akina Mary Nyoike, Mary Wambui, Hadi ya Mbwana. Mary Nyoike ameimba wimbo unasema sasa naweza kuona mbali. Hao ni baadhi ya wale watu walinipa motisha. Yani ya kuwa musician. Okay. Na nikaendelea na nikakuwa musician. Okay. Yes. Na unajisi aje kuwa mwanamuziki? Sasa nitasema aje. Unajisi aje? Anyway, ninajiishi vizuri kwa sababu mimi mwenyewe ninakaa kama mimi mwenyewe. Sitaki kukopi mtu yeyote. Lakini vile ninaweza sema kuna challenge sana za kuwa mwanamuziki. Unajua watu wengi sana huwa wanafikiria kama wewe ni mwanamuziki hufai kukosea. Kama wewe ni mwanamuziki hufai kutenda dhambi. Like unafaa kuwa kuna ile perfection. Lakini sisi ni wanadamu. Sisi sio malaika. Ni lazima tukosee, ni lazima tukwaruzane, ni lazima kukue kuna challenge. Lakini kwa mimi mwenyewe ninasikia vizuri sana kuwa mwanamuziki, especially gospel minister. Yes. Despite all the challenges. Despite all the challenge.